Majina naitwa Pius Kazeze. Mimi ni meneja uendeshaji kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere. Shughuli zangu kuu hapa kiwanjani ni kusimamia shughuli zote za uendeshaji, tukianzia tangu abiria anafika kiwanja cha ndege kupitia michakato mbalimbali ya kiusalama na kiuendeshaji mpaka anakopatiwa pasi ya kuingia kwenye ndege. Ndege inapokuwa inaandaliwa kumpokea abiria huyo na kurudi. Aidha, wakati wa kuwasili ni kuanzia ndege inawasili, inapata huduma zote pale kwenye maegesho, kupokea abiria kuingia kwenye jengo, abiria anapokea mizigo yake na kuendelea na usafiri wa ardhini kutoka airport kuelekea hotelini au nyumbani kwake. Aidha, katika hayo yote nina jukumu kubwa la kuhakikisha miundombinu ya kimkakati au miundombinu muhimu ya kiwanja cha ndege zinakuwa katika hali ya usalama wakati wote. Uendeshaji wa kiwanja cha ndege unahusisha mjumuiko wa shughuli zote ambazo zinafanyika hapa kiwanjani kuhakikisha abiria, ndege na mizigo zinahudumiwa kwa usalama unaokubalika kwa viwango vya kimataifa. Mathalani, kiwanja chetu au sekta yetu ya anga inakuwa inasimamiwa na vyombo mbalimbali vya kimataifa ambao vinatupa ithibati mbalimbali ya kuweza kuhakikisha kwamba huduma tunazozitoa hapa zinalingana na viwanja vingine vyote vya kimataifa. Sekta ya anga duniani imeunganishwa katika mfumo mmoja, kwa maana ya network moja. Kwa hiyo shirika la viwango vya kimataifa linalosimamia usafiri wa anga duniani ICAO linatoa ithibati katika uendeshaji au usimamizi wa shughuli za uendeshaji wa viwanja vya ndege. Hivyo basi, hizo ithibati zinagusa katika nyanja mbalimbali za kiusalama na za huduma bora. Hivyo, ili kupata ithibati hiyo, unatakiwa kwanza uwe na watumishi ambao wenye ufanisi, miundombinu ambayo imekaguliwa na kuhakikisha kwamba inakidhi viwango vya kimataifa, kuanzia katika comfortability mpaka katika hali nzima ya usalama. Kuendelea kumaintain ithibati hizo ndio kitu ambacho kinatufanya sisi mara kwa mara kuhakikisha huduma zinaendelea kuwa bora, na hicho basi kinatuletea kuvutia mashirika mbalimbali na abiria hapa kiwanjani. Abiria anapowasili, kuanzia ndege na wasili mpaka kupata mzigo, kunatakiwa ni kati ya dakika 20 mpaka 30. Lakini muda huo unategemea na sababu mbalimbali. Unaweza kaongezeka au kafungua. Mojawapo ni muda ambao tunasema peak hours, muda ambao tunakuwa tuna shughuli nyingi. Kwa kipindi hicho, kwa sababu unakuwa ndege zinazohudumiwa ni nyingi, unakuta miundombinu inakuwa kama inaonekana haitoshi. Kwa hiyo hapo kuna wakati mwingine inaweza ikaenda mpaka dakika 40, 45. Lakini tumeendelea mara kwa mara kuwekeana mikakati, kupimana na hao watoa huduma za ardhini kuhakikisha kwamba abiria wetu wanapata mizigo kwa wakati, na mara kwa mara tunakuwa pitia miongozo yetu au SOP zetu kuhakikisha kwamba huduma zetu zinaendelea kuwa bora. Matumizi ya akili mnemba au AI imekuwa ni chachu katika kuboresha huduma za viwanja vya ndege hapa duniani. Kama kiwanja hatuko nyuma, tunaendelea kutumia mifumo hiyo katika mifumo yetu ya kamera za kufuatilia matukio, lakini tuna mifumo hii ya e-gates au e-boda katika kuchakata abiria. Aidha, vitu mbalimbali kama mashine za ukaguzi na zenyewe zinakuwa zinafungwa teknolojia hizo ambazo kwa sasa zinakuwa zinaongozwa na akili mnemba. Bado kama mamlaka tuna miradi mingi inakuja ya upande mzima wa ICT na TEHAMA, kwani ndiko ambako sekta yetu ya anga ilipo kwa sasa. Shughuli za uendeshaji zinakabiliana na changamoto mbalimbali, lakini ukiacha changamoto ambazo ni tunaweza tukasema za kinchi au za kimataifa, changamoto kubwa kama kiwanja ni uwepo wa ndege nyingi katika muda ambao ni ufinyu. Kiswahili rahisi naweza nikasema kila kiwanja kina hiyo changamoto, kwa sababu
Kama nilivyosema, sekta ya anga imeunganika dunia nzima. Airline anapoleta ndege yake anakuwa amepanga muda ambao anakutana na connection nyingi za kule anakokwenda. Kwa hiyo unaweza ukaona kwa miaka ya karibuni tumekuwa na connection nyingi za ndege zinazoelekea Falme za Kiarabu. Kwa hiyo unaweza ukaona ndege nyingi ambazo tunapokea zinakuja muda kuanzia saa 7 mpaka saa 10. Ukija muda huo unaweza kusema hichi kiwanja hakitoshi, lakini kumbe muda chache tu baada ya hapo unakuta uko free. Kwa hiyo bado tunaendelea kutumia kamati zetu za upangaji wa ratiba za ndege, angalau tunajitahidi hata kidogo kuweza kuzitawanya, ili basi huu muda ambao tunakuwa idle muda mrefu, at least ndege zingine ziweze kuja. Ushirikiano na vyombo vingine, sekta zingine, mashirika mengine ni mkubwa. Kama ambavyo nimesema, sisi kama mamlaka ya viwanja vya ndege, sisi ni wasimamizi, waendelezaji na waendeshaji, lakini ndani yake tuna wadau wengi ambao lazima tuwe nao pamoja katika kuhakikisha kwamba shughuli zetu zinakwenda vizuri. Kwa mfano, sisi TAA hatuwezi tukafanya shughuli ya uhamiaji, kwa lazima uwe na mtu wa uhamiaji. Hivyo tuna kamati zetu mbalimbali. Tuna kamati tunasema ya facilitation, ambacho Kiswahili tunasema uwezeshaji, ambapo tunakaa pamoja kujadili changamoto mbalimbali kuhakikisha huduma zetu zinakuwa bora.